vitu ambavyo watu walikuwa wanaona haiwezekani, yeye anawaambia inawezekana. Haleluya. Wakati huu Petro alikuwa anajua sasa, nimeambiwa tutapata mara 100, afa anataka afe. Tutapata saa ngapi tena? Si unanielewa? Amesema mtapata ngapi? Mara 100 duniani, uzima wa milele mbinguni. Lakini hapa afa anasema eti anakwenda na kufa. Afa akifa, mbona 100 hazijafika? Na mahali pengine akauliza, anasema inakuaje sasa? Si umefanya mambo yote na bado hujapata 100, inakuaje? Kuambiaje? Yesu anasema usijali. Hapa ulipo ipo nguvu itakao kusaidia hapa kupata zote 100. Unajua Petro alikuwa ni mwaminifu sana. Alimwamini Yesu kwa 100%. Ndio maana siku ile aliposema mimi nimevua samaki hata sijapata usiku kucha. Sasa unaniambia mchana, wakati mchana ndio samaki zinakimbia wapi? Mtawezaje kufanya kazi ya kuvua samaki wakati katika kawaida tuliyoizoea usiku ndio wanakamatwa? Hata hapo Uhindini, Indian Ocean wanatumia mataa wanakamata wale samaki wakati usiku. Ikija mwezi samaki wanapotea. Unajua habari? Unakuta samaki wamekuwa chache huko sokoni kwa sababu samaki hawapatikani hicho. Wanaenda mbali kwenye vilindi. Si useme amina alafu nikueleze. Sasa Yesu anasema pamoja na hivyo Petro, kwa sababu umekubali chombo chako nikitumie, leo nataka nikuonyeshe nguvu yako. Peleka vyombo hivyo kwenye kilindi, mahali ambapo samaki wamekimbia, peleka hapo. Liko neno litakalovuta wakimbia watakuja kwenye kusudi. Liko jambo ambalo Mungu anataka akuonyeshe kiwango cha nguvu aliyonayo ili iweze kutoa mateso yaliyoko kwenye maisha. Yesu akamwambia, sasa peleka nyavu. Petro akasema hii imekuwa ngumu. Kwa akili zangu na utaalamu wa uvuvi haijawahi kutokea. Lakini akakumbuka kwamba Yesu alikuwa anahubiri kwenye chombo chake. Na mahubiri yalikuwa yanaonekana kuna nguvu ambayo haijawahi kutokea. Unajua ninaongea na mtu hapa. Inawezekana kabisa unamwamini Mungu lakini hujaamini nguvu yake. Kumwamini Mungu ni jambo rahisi. Kuamini nguvu hiyo ya Mungu sasa. Kwa sababu Mungu naye muamini hata umuone. Lakini huyo Mungu ambaye humuoni ataonekana kupitia nguvu zake. Sasa kazi ngumu ni kuamini nguvu. Nenda nachoongea. Kumwamini Mungu. Wote hapa tunamwamini Mungu. Ndio maana nimekuja kumwabudu Mungu. Lakini tukisema Mungu anaweza, yakitokea maajabu hapo nasikia Freemason. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kumwamini Mungu kama hujaamini nguvu zake. Mpaka hata Yesu aliposema jamani, hapa nawaambia wekeni watu pembeni hapa, watu wale. Wanafunzi wakasema hatuna kitu hapa, tuna mikate kidogo. Unasemaje ama? Hata kama tuna hela ni kidogo. Yesu akasema watandikeni hapa. Wekeni. Wanamwamini Yesu lakini bado hawajaiona nguvu yake. Baada ya kutambua akasema kalisheni watu chini. Na kisha Yesu akaachilia mamlaka akasema leteni hao samaki wangapi? Samaki wangapi? Samaki wangapi? Na mikate mingapi? Alafu watu wako maelfu, karibu 5,000. Tena wanawake ndio wanasoma, wanaume ndio wanasomeka. Wanawake hawajajulikana. Na wanawake kwa kawaida walikuwa ni wengi kuliko hata wanaume. Lakini wakati huu Mungu anawaambia watandikieni. Wakala hiyo samaki wawili pamoja na mikate 5 walikula watu zaidi ya 5,000. Alafu acha maajabu yalivyokuwa. Nguvu ya Mungu ndio inamtambulisha Mungu kwenye maisha. Watu watambue kwamba mimi nimekosa nini, waitafute nguvu ya kuwainua kutoka mahali walipo. Ndicho kitakachokusaidia maisha yako.